Kifo kisimani, onyesho la 7. Katika ukumbi wa utawala wa Butangi, Batu, Zigu na Kame wamo ukumbini. Hawa watatu ni washauri wa Mtemi Bokono. Batu anasema, Mtemi ataingia hivi punde na anatarajia kusikia habari nzuri. Anakuja kujua vile tumepanga kutatua tatizo la mhuni aliye mbaroni. Kama mjuavyo, Mwelusi amekataa katakata kusamehewa na Mtemi. Naye Kame anauliza, Mtemi anataka kumsamehe kwa masharti gani? Batu anamjibu, kwa ushirikiano, kwa njia ya nipe nikupe. Mtemi yuko tayari kumsamehe iwapo atakubali hadharani kwamba ataacha uchochezi wake. Naye Zigu anachangia, anasema, ujeuri ni kama ulevi, labda haelewi vizuri hali yake. Naye Batu anamuunga mkono, labda. Lakini kuendelea kukaa gerezani kunalijenga jina lake. Yaani kunajenga jina la Mwelusi. Naye Kame anawauliza, basi mbona tusimwachilie? Halafu Batu anamjibu kwa swali, tutamwachiliaje mhuni? Naye Zigu anaongeza, kuna njia gani nyingine ya kugeuza msimamo wake? Sasa hapo Batu anasema, hilo ndilo swali muhimu. Na ni lazima tupate jawabu kabla Mtemi hajakuja. Anakuja kwa jambo moja tu, anakuja kupata jawabu la swali hilo. Kame anasema, tutamweleza Mtemi kwamba tunahitaji muda zaidi wa kufikiria. Hapa Batu anasisitiza, subira ya Mtemi kuhusiana na jambo hili imefifia sana. Jana alinieleza wazi kwamba leo haji kwa mazungumzo marefu, anakuja kufahamishwa hatua tunayonuia kuchukua. Naye Zigu anamwambia Batu, labda umelifikiria jambo hili kwa undani zaidi. Unapendekeza nini? Hapa Batu anajibu, napendekeza mfungwa aiondokee jamii. Zigu anamwambia, hilo ni pendekezo zuri. Batu anasema, asindikizwe aende zake. Lakini ni muhimu kutumia maarifa katika kutekeleza jambo hili. Kisha Zigu anachangia, anasema, kwa mfano, kutumia ajali. Aambiwe kwamba hana hatia, aachiliwe. Kisha njiani apigwe pembe na nyati au kifaru. Batu anasema hilo ni pendekezo zuri. Lakini Kame anawakatiza, anawaambia si vyema kumwaga damu ya binadamu. Naye Batu anamjibu, si vyema kuachilia Butangi kuporomoka. Hatuwezi kuendelea kuahirisha kusuluhisha tatizo hili. Kama isemavyo methali, udongo uwahi ulimaji. Isitoshe, mtukufu Bokono anataka suluhisho mara moja. Naye Zigu baada ya kimya kifupi, anasema, napendekeza mfungwa afe kutokana na ugonjwa wa moyo gerezani. Huenda watu watanungunika hapa na pale. Hata hivyo, watanungunika kwa muda mfupi, kisha watanyamaza, na hatimaye watamsahau Mwelusi. Wanabutangi wanasahau haraka sana. Manunguniko yao yatakuwa kama wingu angani. Baada ya muda mfupi, wingu litatoweka. Kame anasema kwa sauti, napinga. Naye Batu anampuuza Kame. Anaendelea anasema, ikiwa badala ya kutumia pendekezo langu, tunaonelea afya akiwa gerezani, nina mchango wa maoni. Batu anasema, tuwatangazie watu kwamba mfungwa anasema kwamba anasumbuliwa na mpigo wa moyo. Kisha tuwaambie kwamba mtukufu Mtemi ameagiza mfungwa aletewe mganga mahiri kabisa katika Butangi nzima. Kisha mganga ashindwe kuyaokoa maisha yake. Naye Zigu anajibu, barabara. Lakini Kame kama kawaida anapinga. Anasema, napinga pendekezo la kumtenganisha mfungwa na uhai wake. Kwanza, hatuna ushahidi kwamba Mwelusi amekuwa akichochea umma dhidi ya Mtemi Bokono. Huenda ikawa anasingiziwa tu. Pili, hata ikiwa ni kweli amekuwa akichochea umma, kifungo kinatosha kulipia kosa hilo. Ni kosa kubwa kumtenganisha mtu na uhai. Naye Zigu anamjibu,
Msikize muoga huyu. Naye Kame anajitetea, anasema msimamo wangu hautokani na woga, unatokana na kuthamini maisha ya binadamu. Naye Batu anamwambia anataka kusababisha umwagikaji wa damu. Thamani ya maisha ya watu wengi ni kubwa kuliko ile ya maisha ya mchochezi mmoja. Naye Kame anamtetea Mwelusi, anasema hataki kusababisha umwagikaji wa damu. Na Batu anamuuliza, nikuulize swali dogo. Kwa nini unawaza kwa pua badala ya kuwaza kwa ubongo? Naye Kame anamjibu, labda kwa sababu pua yangu ina ubongo mwingi kuliko kichwa chako. Batu anamuita msaliti, naye Kame anamuita Batu muuaji. Wanakabiliana tayari kupigana, lakini Zigu anawaamua. Kifo kisimani. Tamthilia ya Kithaka Wamberia. Profesa Kithaka Wamberia.